Kwenye mbiu ya KTN karibu tena. Kwa miaka kadhaa Kenya na Tanzania imekuwa ikitofautiana kuhusu sera mbalimbali na hata kibiashara. Kumekuwa na mitazamo tofauti ya sera za kiuchumi kati ya mataifa haya mawili jirani. Uhusiano wa mataifa haya mawili umeyumbayumba baada ya kukwaruzana kwa mara kadhaa. Mwanahabari wetu wa masuala ya kidiplomasia Mwangi Maina alizuru makao rasmi ya balozi wa Kenya nchini Tanzania jijini Dar es Salaam, Dan Kazungu. Hebu sasa tusikilize mahojiano hayo yanayoangazia uhusiano baina ya Kenya na Tanzania. Mtazamaji, mahusiano nitakayokuwa tukiburudika nayo. Mimi ni Cecilia Wakesho Mathuva kwa niaba ya wote waliofanikisha mtiririko huu wakiongozwa na Agnes Gakunga, na kutakia utazamaji mwema. Kwaheri. Mtazamaji, niko kwenye mji mkuu wa kibiashara wa Tanzania, Dar es Salaam, na nimepata fursa ya kipekee kuungana naye balozi wa Kenya nchini Tanzania, Dan Kazungu, ambaye atajadili suala la mahusiano ya kidiplomasia na vile kibiashara kati ya Kenya na Tanzania. Mtazamaji, kumbuka kumekuwa na msukosuko wa mahusiano ya kidiplomasia na kibiashara kwa muda mrefu. Kulikuwa na msukosuko wa mahusiano ya kidiplomasia na vile kibiashara kwa muda mrefu, lakini balozi Kazungu ameshuhudia tafrani hii wakati amekuwa akiendeleza ziara yake ya kidiplomasia nchini Tanzania, na niko naye atatupa hali halisi. Mambo yako vipi kwa sasa? Balozi, asanti na karibu kwenye KTN News. Asante sana Mwangi, na asante kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Naona umejimarisha sana. Kiswahili kitukuzwe. Kitukuzwe, ile lugha ya taifa. Asante. Na balozi, miaka mitatu tangu utumwe Tanzania kuwakilisha nchi ya Kenya, ziara yako ya kidiplomasia imekuwa vipi? Kwanza ni kushukuru kwa fursa hii ya kipekee. Asante sana kwa kupata nafasi ya kuja hapa nyumbani kwa balozi wa Kenya na kupata fursa ya kuongea naye kuhusu swala zima hili la uhusiano wa kati ya nchi yetu ya Kenya na Tanzania. Kwa kweli kama nilivyosema awali, kuwa uhusiano wa Kenya na Tanzania ni wa jadi, na uhusiano wa Kenya uko katika damu za watu wetu, katika tamaduni za watu wetu, miaka na vikaka. Lakini pia uhusiano huu umeendelea mpaka wakati wa kupigana uhuru. Watu wetu wanadai uhuru wao, viongozi wetu wakasimama pamoja, kwa sababu sisi ni watu wamoja. Muasisi wa nchi hii ya Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, alisimama bega kwa bega na rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, Mzee Jomo Kenyatta. Nitakuonyesha picha baadaye hapa ndani. Rais Jomo Kenyatta alifika Tanzania mwaka 61 kabla sisi hatujapata uhuru. Ningependa picha hiyo Wakenya waione. Alikuja hapa Kenya, alikuwa bado haijakuwa huru, lakini alifunga safari akaja mwaka 61 baada ya kutoka jela kuja kusherekea uhuru wa Tanganyika wakati ule.
Kwa hivyo muasisi wetu wamekuwa pamoja. Halafu tukaanzisha Jumuiya ya Afrika Mashariki, tukaendeleza, tukapata changamoto hapo katikati, lakini tukarudiana tena. Kwa hivyo uhusiano wetu umekuwa mwendelezi. Uhusiano wetu umekuwa na changamoto, lakini changamoto hivi kama ulivyosema, mimi naamini tukikaa pamoja, tukiweka bongo pamoja, tukiweka roho zetu pamoja, na nia zetu pamoja, matatizo hapa tunatatua na tunaendelea. Kwa hiyo mimi ziara yangu nilipofika hapa, kulikuwa kuna hizo changamoto za kibiashara, changamoto za mitazamo, changamoto za ni vipi tutashirikiana wakati kuna watu ambao wanafikiri labda ni vizuri sisi pia tujikite katika kushindana katika sekta fulani. Kwa hivyo kuna hizo changamoto, lakini kama ulivyosema, sisi tumekaa na viongozi, tukaongea na wao, tukawapatia dhamira yetu. Rais Uhuru Kenyatta wakati wote ameniambia kwanza Watanzania ni ndugu, na ni ndugu wa damu, si majirani. Lakini zaidi amesema sehemu yake ya kusema kuwa sisi tukiendelea kushindana hatutafika pale ambapo tutafika tukishirikiana. Kwa hivyo ujumbe ule mimi nimeupeleka kila pale, kwa ni heri ndugu zangu tushirikiane, na sisi ni wamoja. Mimi ni Wamijikenda, moja hapo ndani kuna Wadigo ni wengi sana hapo. Kwa hivyo mimi kuna Mdigo, nimeona ndugu yangu. Kwa hivyo na wameelewa hivyo, viongozi wamepatia hiyo nafasi na kulifanyia kazi swala la ushirikiano wetu. Na nikwambie saa hii, kujibu swali lako, tupo pahali pazuri sana. Bado changamoto ziko, lakini zinafanyiwa kazi katika ngazi mbalimbali. Nikwambie ndugu yangu, kila wiki, kila uchao, baada ya ziara Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan Kenya, ambayo ilikuwa ni ziara ya kwanza kwake kwenda kwa nchi yote, kila wiki mimi niko na ugeni hapa, niko na ujumbe kutoka Kenya, wanakuja hapa kuwa na mashirikiano na ndugu zao. Kwa hivyo tupo pale pazuri, tunaenda pale pazuri. Balozi, umezungumzia kuwa kuna msukumo mpya. Na nafikiri litakuwa jambo la muhimu nikikuuliza hili swali. Je, misuguano ya kisiasa kati ya viongozi wakuu wa mataifa haya yote mawili, tukizingatia Kenya ni Rais Uhuru Kenyatta, na kwa ule wakati wa awamu ya 5 alikuwa ni hayati Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania, je, unafikiri misuguano ya kisiasa ilichangia haswa kuathiri mahusiano baina ya Wakenya na Watanzania? Sidhani kama utaita misuguano ya kisiasa. Kama unavyojua, katika uhusiano wote ule, na hata katika uhusiano wa ndugu, mara nyingine kero za biashara, hata kama unafanya biashara na mtu yote ule, katika mitazamo ya biashara kutakuwa na changamoto. Manake hali ya biashara unavyojua, ni watu wana badilishana bidhaa kwa minajili ya kupata faida. Kila mtu ana mtazamo tofauti. Kwa hivyo kwenye uhusiano wa biashara changamoto zitatokea, na ndivyo ilivyokuwa. Nikwambie, Rais Uhuru Kenyatta na Rais John Pombe Magufuli wako na uhusiano karibu sana. Ijulikane kuwa Rais Uhuru Kenyatta ndiye rais wa kwanza alienda Chato, na hakuenda Chato tu, alilala Chato. Ijulikane hiyo, alilala Chato, alikaa pale, na keshoe alipokuwa anatoka na kuja nyumbani, Rais Magufuli alifanya nini? Alimpatia tausi. Haijafanyika hiyo. Tausi hapa Tanzania ni muhimu sana. Ukimkanyaga barabarani unaenda kufungwa. Hapa tausi ni trophy. Na kudhihirisha ule upendo na undugu, tausi wale mimi niliwaleta Nairobi. Kwa hivyo uhusiano wa viongozi uko vizuri. Ni changamoto za biashara, na ijulikane kila nchi iko na mitazamo yake. Na mitazamo kero zikitoka za biashara, sisi mabalozi na viongozi tupo kuhakikisha kuwa tunaweka vizuri mambo. Balozi, umenikumbusha kuhusu tausi. Na kule Kenya watathmini wa masuala ya kidiplomasia walikuwa naita diplomasia ya tausi. Na tangu wale tausi kuletwa Nairobi, wengi ndio unasema tausi wanaashiria kuwa kuna undugu na upendo. Lakini
wengi walitathmini swala hili kwa kuwa Tausi ndio walikuja, lakini mikwaruzano ya kidiplomasia bado tulizidi kuitizama kutoka kwa mataifa yote mawili. Inafikia mahali mipaka inafungwa, Kenya inafunga anga yake, Tanzania inafunga anga yake. Unafikiri kuwa diplomasia ya Tausi ilifanya kazi? Na naomba utofautishe undugu, diplomasia, upendo kati ya viongozi na taifa na shida na changamoto tuko nazo mwaka jana, hasa katika shida za mipakani, wakati malori yetu, matrela yalikuwa yanapata shida katika boda zetu, na hiyo ililetwa na janga hili la corona. Janga la corona likaingia, sisi tulikuwa tuko na mitazamo tofauti, mpangilio tofauti katika mambo haya ya kudhibiti janga hili la corona. Tanzania ilikuwa na mpangilio tofauti. Sasa mipangilio ile ndio ikaleta hali ya sintofahamu katika ni vipi tutahakikisha kuwa watu wetu wanakuwa salama na janga hili. Na janga hili linaendelea, liko kila pahali, lakini mitazamo na mpangilio ilikuwa iko tofauti. Sasa hiyo ndio ikaleta changamoto. Otherwise hakukuwa na shida yote. Na unaona sahi na umesema kuhusu anga ilikuwa si kuhusu mahusiano, ilikuwa tumesema tu kwa nchi fulani zinaweza kuja wakati mambo ya karantini, na janga hili katika mkakati hiyo ya kuweka ili tuhakikishe tunadhibiti corona. Hiyo ndio ikaleta hali tofauti, kila nchi ilikuwa na mitazamo tofauti, lakini hakukuwa na shida yote katika nchi. Na unaona swala hili sasa pale tumefika, ni nchi na mawaziri wa afya wanataka kukaa pamoja, kuweka pamoja ili kero zisitokee kwa sababu ya mifumo na mitazamo ya kuangalia mambo ya kiafya. Kwa hivyo ni hilo tu, lakini nasilioni lina uhusiano gani na uhusiano katika nchi. Balozi, ni kweli umezungumzia swala la corona, na virusi vya corona vilitia doa yale mahusiano ya kidiplomasia kati ya Kenya na Tanzania. Je, hali ipo vipi kwa sasa? Kenya inashirikiana vipi na Tanzania katika kupigana janga hili la corona? Kwanza sisi tunashukuru sana. Nilikuambia hapo awali kwa Rais Samia Suluhu Hassan aliweka kamati maalum ya kuangazia janga hili la corona, ni vipi nchi ya Tanzania itajikita katika kudhibiti janga hili. Kamati ilitoa ripoti yake, na ripoti yake ukiangalia mikakati yao haina tofauti na nchi ya Kenya. Mikakati ni ile ile. Na tunashukuru sana kwa hilo, maanake sasa mifumo inaenda kwa ile ile ambayo tunafanya kule nchini Kenya. Na kwa wakati huu nikwambie, saa hii mimi niko na msukumo mkubwa katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waziri wa afya Daktari Dorothy Gwajima saa hii anasukuma ni lini atakaa na kakake waziri wa afya waziri Mheshimiwa Mutahi Kagwe, wakae na timu zao ili waweke mikakati yao sawa katika mipaka yote, na ni vipi Watanzania wa Kenya wataweka mikakati ya ujumla kuhakikisha kuwa sote tunadhibiti janga hili la corona. Kwa sasa hii niko mbioni kuhakikisha kuwa kikao kinafanyika wakati wote, inaweza kufanyika mwezi huu. Naomba usipite kabla kikao hicho kufanyika, ili sasa tuweke mikakati yetu pamoja, mitazamo yetu iwe pamoja, na tukishafanya hivyo basi hakuna shida yote, maana sote mikakati ni ile ile. Tunajua kwa wakati huu ni vipi inatekana tunapaswa tufanye kudhibiti janga la corona. Kwa hiyo nakwambia nipo pale pazuri. Saa hii mimi nilikuwa naomba mambo kama yafanyike. Saa hii nasukuma mimi ili vikao vikae. Kwa hivyo tupo pale pazuri. Waswahili wanasema yaliyopita
yaliyopita si ndwele, tunaganga yajayo. Kwa hivyo sisi hapa tunaganga yajayo, na yajayo ni lini tutakaa, viongozi watakaa, watupatie mwelekeo, sote tuendelea vizuri. Balozi, farasi wawili wanapopigana nyasi huumia. Na taarifa zilizofikia KTN News ni kuwa kuna Wakenya au Mkenya aliyefungwa Tanzania bila kushtakiwa kwa karibu miaka 8. Ubalozi unafahamu hili? Mambo mawili ningependa kukuuliza hapo. Kwanza, ni farasi gani ambao wanapigana? Maana sisi sioni vita vya farasi kwa wakati huu. Sioni farasi na sioni vita. Kwa hivyo mwanzo hakuna vita. Uliopo ni upendo na ni ushirikiano. Na changamoto zinatokea, lakini zikitokea tupo hapa, viongozi wapo, wanatatua matatizo. Waswahili nikujulishe pia, Waswahili wanasema panapo wazee hapakosei jambo. Hapakoseki jambo. Wazee wakiwa hapo na wazee wapo, wanakalia jambo linatatuliwa. Kwa hivyo naomba utoe shauku mafikra za kuwa kuna vita vya farasi wawili. Hakuna farasi, hakuna vita, ni ushirikiano wa ndugu. Hiyo ni kwanza. Ya pili, ningeomba kujua ni nani huyu ambao unaongea kuhusu. Manake ninavyojua ni kweli kwa kuna Wakenya wako katika korokoro za Tanzania kwa kosa moja ama lingine. Nadhani pia kuna Watanzania wako katika korokoro za Tanzania kwa kosa moja ama lingine. Tunalofanya kama ubalozi ni katika kikao ambacho tunaomba kifanyike mwezi ujao, inaitwa JCC. Unajua nchi ziko na mikakati ya kuendeleza diplomasia yao, na mikakati yetu imejikita katika mpangilio unaitwa Joint Commission of Cooperation. Hiyo ndio inaleta nchi pamoja. Sasa kitu ambacho ni muhimu pia ni nchi wewe zinakaa zikiongea. Mara ya mwisho Kenya na Tanzania kukaa katika meza, mawaziri wa Kenya na mawaziri wa Tanzania kukaa pamoja kuongea, ilikuwa mwaka 2018. Na tunatakana tu baada ya miaka miwili tulikuwa tunakaa tunaongea, na hatujafanya hilo. Na ni Kenya ndio inatakana iite kikao. Iyo yetu ndugu zao tukae ili tuongee, tujadili haya maswali. Sasa tuko nafasi nzuri, mwezi wa 8 tukiajaliwa, Mungu atujalie inshallah, mwezi wa 8 tutakuwa na kikao hicho Nairobi. Tunapanga tuwe Nairobi JCC meeting. Katika kongamano lile la serikali mbili, moja wapo swala ambalo tungependa kulizungumzia ni vipi tunaweza fanya mikakati ya kuhakikisha kwa Wakenya patikana hatia ama wapate changamoto wako katika makokoroni ya Tanzania, ni vipi wanaweza kupewa nafasi wakapelekwa nyumbani, kama ni kuadhibiwa wakaadhibiwa nyumbani, na Watanzania vile vile. Tukirejelea kwako balozi, yaliyopita sio ndwele. Tugange yajayo. Tugange yajayo. Tuzungumzie ile ziara ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nchini Kenya. Ziara hii ilikuwa ya manufaa gani kwa nchi ya Kenya? Manufaa mengi sana. Kwanza ni heshima kubwa. Ni heshima kubwa, ndugu Mwangi na ndugu zangu wa Kenya na Tanzania, kwa rais aliyepata mamlaka na madaraka kusema naenda nchi fulani. Aache nchi zote, lakini anasema aje nchi. Hiyo ni heshima kubwa. Na tunawashukuru ndugu zetu wa Tanzania, na tunamshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kupatia heshima ile. Kumpatia heshima Kenya, kumpatia heshima rais wangu, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya na serikali yetu. Hiyo ni heshima kubwa. Nena kitu pili, inadumisha umoja wetu. Inadumisha jumuiya yetu. Na ningeomba Kenya wao namsikiza sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Mtazamo wake ni kuwa nchi ya Tanzania ikimakinika, ikistawi kiuchumi, na nchi ya Kenya ikistawi kiuchumi, hizi nchi mbili zikistawi kisawa sawa, ndio zitaleta jumuiya yetu iwe itastawi zaidi. Na hilo mimi naona ni kitu kizuri. Anasema hizi nchi mbili ziwe na uhusiano wa karibu, halafu zifanye kazi pamoja, zikue, ziwe na nguvu ya kiuchumi, na nguvu zao ndio zinaleta nguvu ya jumuiya yote.
na hii mtazamo ule ndo ni muhimu zaidi, na ameanza sasa kulifanyia kazi ile. La pili, alipokuja Kenya mwanzo katika fikra za watu wengi, alitoa shauku ya wengi ambao walikuwa labda wanaona kuna matatizo kati ya Kenya na Tanzania. Kuja ujio wake ukatoa zile shauku, wazungu wanasema doubts, ukaleta kwa sisi kwa kweli ni watu wamoja, sisi tukifanya kazi pamoja tutapata maendeleo mengi zaidi hapo. Lakini pia tulisaini mikataba ambayo itasaidia nchi ya Tanzania na nchi ya Kenya. Mojawapo ni ujenzi wa bomba la gesi ambalo litaanza hapa Dar es Salaam mpaka Mombasa, kilomita 140. Balozi, umelizungumzia swala la Kenya na Tanzania kutia sahihi ile mikataba ya biashara, vile vile uwekezaji. Umezungumzia swala la pipa la gesi. Lilikuwa tu ni lengo la kujaribu kuboresha na kuinua ushirikiano kati ya Kenya na Tanzania. Zungumzia mikataba hii, ina manufaa gani kwa raia wa kawaida kwa mataifa yote mawili? Kitu cha kwanza, tumepata ripoti katika za wataalam kwa Tanzania iko na gesi, lakini Tanzania hii haijapata soko zuri la kuuza gesi yake ili wapate faida ya kupata pesa za kuendesha matakwa yao. Kenya inakuwa ni soko la karibu na soko ambalo linaweza kusaidia Tanzania. Gesi ya Tanzania hii inapata soko hapa tu kwa jirani. Kwa hivyo kitu cha kwanza, mkataba ule unasaidia Tanzania kiuchumi. Hiyo ni fursa, wanapata soko zaidi ya masoko ambayo tayari kwa nao kwa bidhaa zao nyingine ambazo wanauza Kenya. Kwa hivyo wanapata soko thabiti, soko la hakika la mazao yao ya gesi. Sisi tukipata gesi hiyo tunaitumia katika viwanda vyetu, bei ya kawi ya umeme inarudi chini, bei ya viwandani pia inarudi chini. Wananchi wanapata kawi katika bei ambayo ni hafifu, inachangia katika maendeleo ya nchi. Kwa hivyo hiyo ni muhimu, lakini kitu muhimu ambayo tulitia sahihi, ambayo ilikuwa inaitwa sahihi lakini inafanywa kazi, ni kuhusu maendeleo ya mpakani. Unajua mipaka yetu, ndugu Mwangi, mara nyingine inatumika kwa uhalifu, biashara haramu, rushwa, magendo, hata madawa za kulevya. Maharamia wanapatikana katika mipakani, wanachukuliwa, wanaenda katika kwanza kuvuruga amani. Sasa tunanuia pia kusaini mkataba huu na unafanywa kazi sahihi kuhakikisha mipaka yetu ambayo imejaa watu wetu katika pande zote mbili zinakuwa ni sehemu za maendeleo. These are zones of prosperity, na zisikuwa ni zones za biashara ambazo ni haramu. Tunafanya mikakati ile ili kujenga nchi yetu, kujenga watu wetu. Kwa hivyo hiyo ni mikakati muhimu ya watatu ambao tulisaini, ilikuwa ni kuhusu ya uwiano watu wetu, tamaduni zetu, ushirikiano wa makundi tofauti, wanajua tunazidi kujuana zaidi, kuna utengamano wa jumuiya yetu. Hayo ni muhimu, maana kabla huja kufanya biashara, ndugu yangu, lazima ni vizuri ujuane na ndugu yako, lazima ujuane na jirani wako. Kwa hivyo tumesaini hii, na labda miaka ijayo tukajaribu tutasaini mikataba mingi zaidi ambayo italeta tija, italeta nafasi nzuri ya maendeleo ya watu wetu kiuchumi na kijamii. Balozi, umezungumzia swala la utekelezaji ya yale makubaliano ambayo yalifanywa na mawaziri wa biashara kutoka nchi zote mbili. Tukimalizia, Rais Samia ametimiza siku 100 mamlakani. Unazungumziaje utendakazi wake? Kwanza nimpongeze, naomba nimpongeze kwa dhati. Anichukue fursa hii kwa niaba ya Rais Uhuru Kenyatta, nimpongeze tena Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutimiza siku 100.
Unajua siku 100 ni nafasi nzuri ya kuangalia kiongozi anaashiria nini, ana maono gani, ana mwelekeo gani, na sisi tumeuona huo mwelekeo na ni mwelekeo wenye matumaini. Nilikuwa nawaambia ndugu yangu hapa kuwa unajua baada ya dhiki ni faraja. Wahenga alisema hivyo pia. Hii nchi ilipata dhiki mwezi wa 3, tukampoteza rais. Na nchi ya Tanzania hii giza la huzuni na simanzi lilitanda nchi hii. Lakini Rais Samia Suluhu Hassan alishikilia nchi pamoja. Akajikita kuwa nchi hii itakuwa salama kwa uongozi wake thabiti, uongozi wa maono, wa kufanya bidii na kuleta watu pamoja. Na Watanzania kwa amani tukapita hii nafasi nzuri. Ameweka mikakati katika siku 100, ameleta mwelekeo ambao unatuleta matumaini, umetuleta faraja katika nyanja zote. Juzi tulikuwa katika kongamano hapa. Ukiangalia ile mifano ya mambo ambayo yanakuja Tanzania iko pahali pazuri sana, na imewekwa katika pahali ambapo wakiendeleza nguvu katika yale maono ambayo yameweka na kule wanakoenda, tuko pahali pazuri na tunaenda pahali pazuri zaidi. Kwa hiyo sisi yetu ni kuzidi kumwombea Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Ijulikane kuwa ndugu yangu Mwangi, rais anapofaulu nchi inafaulu. Tanzania hii ikifaulu, Kenya imefaulu. Na Kenya na Tanzania zikifaulu, ni Jumuiya ya Afrika Mashariki imefaulu. Na nchi hizi, jumuiya yetu ikifaulu, ni watu wetu tunazidi kuwatoa katika umaskini, wanakuwa katika pahali pazuri. Kwa hivyo tuko pahali pazuri, tunazidi kuombea serikali, tuombea kila mtu, na tunazidi kumwambia Rais Samia Suluhu Hassan kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta aendelee hivyo hivyo. Tunamwombea na tunaombea serikali yake. Asante.